Huwezi kuzini bila kutamani. Huwezi kwenda kilabuni bila kutamani. Huwezi kufanya mabaya, chanzo chake ni tamaa. Sasa mtu mwenye kibali hana tamaa wala hawezi kuiba. Hawezi kuiba. Sifa ya 9 ya mtu mwenye kibali: sio mgomvi wala hafitini watu. Sio mgomvi wala sio mfitini. Sio mgomvi wala sio mfitini. Mgomvi ni mtu gani? Tabia ya ugomvi ni pale ambapo huna sababu ya msingi ya kugombana. Huna sababu ya msingi ya kukasirika. Tayari umeingia kukasirika, umeingia kugombana na watu. Mwenyewe ukikaa ukafikiria, hivi ni kwa sababu gani nimeingia kwenye hii hali? Unajishangaa. Mgomvi. Wala sio mfitini, anayefitinisha watu, kugonganisha watu. Bwana atusaidie, kanisa la Bwana. Tunaziangalia sifa za mtu mwenye kibali: sio mgomvi wala sio mfitini. Epuka, mwombe Mungu akuondoe kwenye tabia za ugomvi, tabia za ufitini. Sifa ya 10 ya mtu mwenye kibali: sio mnafiki. Mtu mwenye kibali yuko wazi. Ukimkosea anakwambia umenikosea. Anamaanisha anapofurahi kwamba amefurahi. Mnafiki atacheka na wewe wakati amechukia moyoni. Mnafiki ataongea na wewe wakati anakuambia fanya haraka uondoke. Mnafiki atakupikia chakula akutengee mezani kwa meno na tabasamu lote, lakini moyoni anakusema umeshindwa kutulia nyumbani kwako. Mtu mwenye kibali hana tabia hizo. Hawezi kusema hana wakati anacho. Mnafiki akiwa hana, ni kweli hana. Mtu mwenye kibali akiwa hana, ni kweli hana. Mtu mwenye kibali akiwa hana, hana kweli. Mnafiki hana wakati anacho, na kile alicho nacho atakunyima wewe, atakwenda kwa mwingine atafanya. Ataacha kutoa mchango kanisani, ataenda kutoa mchango wa harusi. Huyo ni mtu mnafiki. Kanisani sina, ataacha kutoa nadhiri yake, anakimbiza kwenda kwenye vikoba. Ni unafiki. Anamwambia Mungu sina, lakini ninacha kwenda kujiwekea hakiba mwenyewe. Bwana alisaidia kanisa lake. Bwana alisaidia kanisa lake. Mtu mnafiki humaanisha anachokisema, hamaanishi anachokisema. Mtu mnafiki hamaanishi. Atakuchekea kumbe hamaanishi kucheka. Mtu mnafiki atakuja msibani kwako atalia, kumbe anakucheka. Mtu mwenye kibali si mnafiki, hana tabia za unafiki. Tabia ya 11 ya mtu mwenye kibali: hana wivu wala husuda. Hana wivu wala husuda. Sio mtu wa wivu. Anafurahia mafanikio ya mtu mwingine. Anafurahia pale mwingine anapofanikiwa, anapofanya vizuri. Mtu mnafiki atakwendea
atakwendea kwa waganga. Mtu mwenye husuda, mwenye wivu atakwendea kwa waganga, ataenda kutafuta namna ya kushindwa kwako. Anaroga biashara yako. Wivu anakuja kuloga biashara yake. Badala aumize kichwa aboreshe ya kwake, anaumiza kichwa kuharibu mambo yako. Huyo ni mtu mwenye wivu, mwenye husuda. Moyoni anaumia. Unaumia kufanikiwa kwa ndugu. Kajenga nyumba, umeumia. Kuolewa, umeumia. Huo ni unafiki. Huo ni wivu. Huo ni usuda. Tabia ya usuda, tabia ya wivu. Tengeneza maumivu na kutafuta namna ya kuharibu mambo ya mwingine. Hizi ni tabia za shetani. Wala watu wa Mungu hawezi kuwa na tabia za namna hii. Sifa ya 12 ya mtu mwenye kibali. Hana hofu wala hatunzi mashaka. Sio mtu wa hofu wala sio mtu wa mashaka. Mtu mwenye kibali anapotaka kufanya jambo, analithibitisha kutoka kwa Mungu. Hofu anazitupa mbali. Kibali huondoa hofu. Kibali huondoa mashaka. Maana kila ulitendalo Bwana atalifanikisha. Mtu mwenye kibali huamini kutembea na Mungu. Kazi zake, huduma yake huifanya akiamini ana Mungu. Mambo yake yana Mungu. Hana hofu wala hana mashaka.